Bwana Stika. Stika mi jamaa yangu sana. Wewe Stika na ilikuwaje? Mambo tu. Ilikuwaje Stika? What happened? Mambo tu. Haya, tuambie bwana Stika, imekuwa kuwaje mpaka leo uko hapa? Kwanza karibu kundini. Asante sana. Mimi nashukuru sana. Wengi wananifahamu, naitwa Salum Stika. Ni mtengenezaji wa filamu maarufu Zanzibar na Tanzania. Lakini pia mimi nilikuwa sio tu mpenzi, mshabiki, bali pia nilikuwa kiongozi wa tawi la Yanga WhatsApp Zanzibar. Ndio tawi la kwanza kabisa kutimiza idadi ya watu 100 hapa Zanzibar, na mimi na viongozi wenzangu ndio tuliendesha huo mchaka wa kulifanya hilo tawi liwe tawi. Lakini baada ya kujitathmini sana, kuangalia muendeleo wa soka letu la Tanzania, nikakaa na mwenzangu hapa, bwana ni mzee wa matamko ya hatuchezi, tukashauriana kwamba mwelekeo sahihi wa soka letu nchini Tanzania ni klabu ya Azam FC. Ni maamuzi magumu ambayo hayajazoeleka, na kuna uwezekano wengine wakasema wamenunuliwa wale. Lakini tukiangalia vijana wetu hapa wadogo ambao wanaanza kucheza mpira sasa hivi, tukaona sisi wazee wao ni vyema tubadilishe upepo wa mapenzi ya hizi timu. Tumezaliwa yani unaonekana tu Tanzania hii lazima uwe huku au huku. Lakini hapana, tukianza sisi uthubutu wa kusema natoka Yanga, sasa mimi ni mwanachama wa Azam FC, naamini tutazalisha kizazi ambacho hakijawahi kabisa kuwa mashabiki wa hizi timu mbili za Kariakoo, ambazo kiukweli mimi nimehudumu kama kiongozi, najua changamoto, najua jinsi zinavyodumaza mpira wa Tanzania. Azam walikosa kitu kidogo tu, fitna, ambazo sisi sasa ndo tunakuja nazo. Kama wazee wafupi wanapatikana wapi, si tutajua. Sisi ndo tunaratibu huku chini. Hizo fitna sisi ndo tunakuja nazo. Tunaanzia mapinduzi. Na tunaanzia kwenye kombe la mapinduzi. Na tunaanza kesho kwa dada yake mtu. Kesho ndo tunaanza kwa dada yake mtu. Tuna mkanda. Kwa hiyo mimi niwatangazie rasmi kuanzia leo tarehe 30 mwezi wa 12, mimi sio kiongozi tena wa tawi la Yanga WhatsApp Zanzibar. Mimi ni mwanachama wa Azam FC, na naomba nikabidhiwe jezi ya Azam FC niwadhihirishie hapa mbele ya waandishi wa habari kwamba nimevua na vaa, nimehama. Bwana, timu ina miaka 24. Wewe unaenda kushabikia timu ya miaka 80, alafu una miaka 25. Unatafuta nini? Kwa heshima. Bwana Stika, hizo sio kila mtu anazo. Bwana Stika, hizo form 6 sio kila mtu anazo. Hizo sio kila mtu anazo. Umeona sasa mambo haya? Haya, funga vizuri kifungo hicho cha juu hapo kidogo, hicho kimoja. Nimependeza. Sijui niko nachelewa nini. Unajua heshima ni bora. Zote na mike. Hebu kamshike mkono CEO pale. Hebu kamshike kwanza mkono CEO pale. Karibu sana. Umenielewa sijui? Haya, mshike na sheha hapo. Chukua kabisa baraka za wazee hapo. Kwa sasa tucheki kwenye ligi Azam FC. Timu bora, wachezaji bora, jezi bora. Jefte Kitambala chukua akaweka. Bwana walikuwa wanashinda lakini raha hawana. Nimeliona hilo. Jomsa hivi wewe. Sisi ni soka.
Sasa bwana Stika, nataka nikupe dakika moja. Mimi sasa ninanongwa. Dakika moja utuambie ulionaje matokeo yetu dhidi ya Simba yaliyopita. Kwa dakika moja. Yale yalokandwa mtu. Na miongoni mwa vitu vingi vyonishawishi, nimekuja kwenye timu ambayo inaweza ikawashughulikia wote hawa wawili. Yaani sina wasiwasi. Sina wasiwasi kwamba watashughulikiwa. Ameanza Doto, Kulwa atafata. Yaani mwenzako akinyolewa, wewe tia maji. Watakandika vizuri tu. Ashimwibwe ndo ana roho mbaya. Nafahamiana naye miaka mingi sana, hanambii raha zilizopo Azam. Hanambii. Asante sana kwa kunipokea. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Karibu kwenye kikosi cha Walamba Utamu Tanzania kutoka Jamhuri ya Muungano wa Walamba Utamu Chamazi. Uwanja hii ni timu ambayo ina uwanja wake wenyewe na ni viwanja vitatu kwenye complex moja. Nyasi bandia, halisi na vumbi. Na vyote ni vya kwetu sisi. Hatuna sehemu tunaenda kukodi. Kwa hiyo bado shehe karibu bwana. Mnatuone? Kweli. Haya. DJ wale nini? Nimekumind. DJ nimekumind. Bwana. Naam. Ikawaje au uliona nini ukasema hodi? Karibu. Jamani, salamu alaikum. Mimi naitwa Othman Mohamed, lakini jina ambalo unaweza ukanipata hata ukimuuliza kuku, naitwa Makombora. Mimi ndio mzee wa tamko Zanzibar. Matamko mengi yametolewa, lakini tamko langu ndilo tamko lililomfanya mwamba atikisike. Kimsingi ni kwamba baada ya kuzaliwa mimi na fitina ndio ikazaliwa. Nisingezaliwa mimi, duniani kusingekuwa na fitina. Kwa hiyo jueni kwamba kuwepo kwangu duniani ndio kumekuwepo fitina. Sasa yule mwenye fitina ndo mimi. Sasa mimi ndo mwenye fitina zangu. Naondoka na fitina zangu sasa na kwenda kuelekeza mashambulizi kwa Kulwa na Doto. Wakae vizuri. Kilichonifanya mimi nijiunge ni mikakati. Mipango. Sio shabiki maandazi. Najua. Unatoka povu, unasema, unalalamika, unapata pressure, ukiuliza timu ina mikakati gani? Huioni. Kwa kuwa sisi wananchi wa shehia hii ya Taveta pamoja na sheha wetu ameridhia tuwe na kituo cha watoto wadogo. Kituo kinataka kuendelezwa. Tukiangalia klabu kubwa mitazamo hiyo haipo, na kama ipo basi ni mpango wa watu maalumu. Tukasema hapana, tujiunge na wale wenye maono na fikra za kweli katika kuendeleza soka la Tanzania. Tunahitaji kuzalisha kina Feitoto wengi hapa Taveta, na kina Feitoto wapo. Mimi ndo mwenyekiti wa academy na watoto hapa 62. Watoto hawa wamefanya mashindano karibu mara 3. Wamechukua nafasi ya pili katika mashindano ya Fit. Kocha yuko wapi? Just Fit. Unajua mimi Kiingereza najua, lakini nilipoumwa na malaria nilipotapika na Kiingereza ngakitapika. Just Fit tumechukua nafasi ya pili. Lakini sisi hapa tumetoa vijana 3 hivi tunavyozungumza wako Tanga kwenye ile academy inayoendeshwa na FIFA kwa udhamini wa FIFA. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unagundua kwamba Taveta tuna vipaji na maeneo mengine. Lakini pia tunayo timu hapa ya wazee. Zote hizi ni katika kuleta burudani, katika kuunganisha watu kwenye michezo, sio fitina na majungu. Lakini yote kwa yote, timu bora, bidhaa bora, mashabiki bora. Sisi tunakwenda kuzitangaza bidhaa zetu kwa wananchi ili tupate watumiaji wengi zaidi. Kwa hiyo kuwepo kwangu hapa sio shabiki maandazi, niko kimikakati. Mimi sio mwanajeshi ambaye anatumwa alafu anasubiri maelekezo kutoka kambini. Mimi natumwa alafu naunganisha na maelekezo yangu. Inafaa haifai. Kwa hiyo sisi hapa tunakwenda kimikakati. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo naweza kukueleza.
Wewe ulikuwa timu gani? Mimi nimesubiri hapo hujasema. Mimi si nilikuwa hiyo Yanga bwana wewe. Mimi ndio hiyo Yanga eti. Au ulikuwa kiongozi? Mimi sikuwa kiongozi, nilikuwa shabiki. Lakini nilikuwa naelekea kutaka kuwa mwanachama kabla sijawa. Ndo malaika wa heri akanipitia. Akaniambia we, huko unakokwenda siko. Unakotakiwa kwenda we ni Azam. Karibu sana bwana. Una lolote? Anataka kuuliza ile mechi uliangalia? Ile mlomkanda mtu mbili? Mtaachaje kuangalia na mimi ndo shabiki? Unajisikiaje? Nijisikie alionyolewa na mwenzake na atanyolewa. Yaani fanya kama siku ile ulikuwa unajificha hivyo asikujue. Leo sasa ndo umeiona, yani mechi ndo. Mimi ndo Azam mwenyewe, wale wote photocopy shehe. Azam FC. Timu bora, bidhaa bora, shabiki bora. Na unamalizia na makombora bora. Karibu sana kundini. Nashukuru sana. Haya, Bwana Ayubu tumkabidhi bwana jezi yake. Lakini baada ya hapa watakabidhiwa pia kadi zao rasmi za kuwa mashabiki wa Azam Football Club. Mliokuwa nao kundi moja, tawi moja, tunajua kama panawaka moto, karibuni, sio dhambi kabisa. Unahitaji kushabikia klabu ambayo ina vision, iko kwenye jamii, ina namba ndogo lakini maono makubwa ambayo yanatufanya kuwa ndio umoja unaotusogeza mbele. Bwana mlimpima huyu? Umeona sasa mambo hayo? Unavaa nani? Kuna kodi moja ulikuwa unaweka unaonekana babu. Sasa unaona ngodi utoto. Hizi t-shirt ukivaa unaweza kujiona kama wewe ndo Baresa. Unaweza kupita mitano ukajiona wewe ndo SSB. Kumbe makombora. Bwana Makombora karibu sana. Haya, ongeza nguvu. Maana umeishiwa power. Power huna. Mjilambe. Timu bora. Bora. Mashabiki na makombora bora. Bwana zinaongezeka tu hapa. Haya, Bwana Makombora karibu sana. Nashukuru sana. Wakati huo Bwana Mkisi anaendelea. Bwana Mkisi, naomba wapokee wageni wawili. Wewe wapokee kabisa hawa. Wambo na nyoa wa moto. Hawa mabwana walambe kadi zao kabisa. Alafu wakimaliza waje hapa watuambie walikotoka kadi wanazo. Umesema kadi ya kwanza ni Platinum. ambayo shilingi ngapi? 50,000. Kadi ya pili ipo silver. ambayo shilingi ngapi? Ya pili kwanza gold. Ndio? Ya pili gold. Shilingi ngapi? Hiyo 10,000. Halafu ya tatu kuna silver. Shilingi ngapi? 5,000. Mimi 50,000 wewe. Asante. Mimi sio shilingi 5,000 wala shilingi 10,000. Mimi shilingi 50,000. Mimi power ninayo. Ndio nakueleza hivi. Leta ile ya shilingi 50,000. Mimi wa 50. Asante Baresa. The first card for our newly converted fan today is 50,000, the platinum card. Bana wewe CEO ujue. Najua. Ana muda mchache kashamwaga sana madini, sasa ukiutengenywa mapema utatukosesha vingi. Haya, wakati wanaenda kuchukua kadi zao na mkono wiki nzima utakaa juu hivi. Astaghfirullah. Should I let this pass? No, I cannot. He said he's not going to wash his hand for a week now. Since he shake yours. Sasa bila kupoteza muda naomba nikaribishe sheha wetu wa sheria hii ya Taveta. Ni kiongozi wetu wa kiserikali hapa ambaye kuna jamii kubwa inayotuzunguka, miongoni mwao ni mashabiki wa Azam FC, lakini pia kutambuliwa tu na serikali kwamba kuna academy ambayo inaendeshwa hapa, miongoni mwa wanufaika ni Azam FC. Sisi Azam FC ya kufanya dhifa hii japo kwa ufupi hapa, na yeye raha na furaha kuwa na sisi hapa na kuungana nasi pamoja kwenye dhifa hii. And first of all, sorry for my Swahili. I don't speak Swahili yet, only few words, the basic words, mambo, asante sana, these kind of things. But I will learn. Next time, I will learn new words. Msabe pia kwa Kiswahili chake kwa sababu sio mzungumzaji mzuri sana. Maneno machache aliyopata ndio haya mambo. And what food did you say you like?
Swahili, the food that you like the most so far? Kuku. All right. Yeah, so I would like to take this opportunity to say thank you. I would like to take the opportunity to say thank you, first of all, to the government representative. Thank you very much. Also, I would like to thank you, our marketing team and the media team. They are working hard to get more fans all across the country, so they are doing a good work, and I want to congratulate them as well. Anasema pia anashukuru pia Stanoro kwa timu, kwanza kwa mwakilishi wa serikali ambaye yuko hapa, viongozi wa mashabiki ambao wameungana nao, lakini kubwa zaidi kwa upande wa timu ya mauzo ya klabu ya Azam FC pamoja na timu ya wanahabari ambao wamekuwa wakifanya kazi usiku na mchana kwa nguvu sana ili kuhakikisha kwamba tunapata mashabiki wapya kila siku. So for me, it's less than 2 months in the club, but I have to say that I'm really love about the club, and I like, from this club I like 3 things. First, I think that the first team is really important. The guys playing in the Tanzanian Premier League and also representing us in Africa. This is really important, the first team. Kwake anasema ni mwezi wa pili na nusu, si muda mrefu sana, lakini anafurahia uwepo wake ndani ya klabu ya Azam FC na mapokezi ambayo aliyapata, lakini kubwa zaidi jambo lake la kwanza na kipaumbele ni timu ya wakubwa ambayo inacheza kwenye ligi kuu ya Tanzania Premier League, kama ambavyo mnaiona kila siku, na ni miongoni mwa vipaumbele ambavyo yuko navyo atahakikisha timu itakuwa kwenye njia. But also, above all, I think that we have 2 big assets in this club. The first one is the academy. From my point of view, the best academy in the country. Jambo la pili ni kuwa na mali sasa ambazo zinahamishika, japo hazihamishiki kiuhalisia, na hii ni academy ya Azam Football Club ambayo anaamini yeye kwa mtazamo wake ndio academy bora zaidi ukanda huu wa Afrika Mashariki. And the third thing that I think it's a big asset of this club, it's the fans that we have in Dar es Salaam, but also in all the parts of the country, like now in Zanzibar with all of you. I think that the club has to be close to the fans. We need to take care of you, and we need to increase day by day our family. We want more fans joining our team and making this team bigger. Mtaji mwingine mkubwa ambao klabu uko nayo ni mashabiki. Klabu inapaswa kuwa karibu zaidi na mashabiki, na naamini kwamba kuwaweka karibu mashabiki itasaidia klabu kufikia malengo ambayo kama klabu yamewekwa, ukiachilia mbali mtaji wa kwanza ambao umeuzungumza kama ni akademi yetu. So just to finish, this is my first event with fans. This is in Zanzibar. I'm really glad to be here. I know that we have a collaboration with a football club here, Sulem FC. So I want to promise, as is the first time, I want to promise 2 things. Hii ni mara ya kwanza kabisa kwenye hadhara akiwa anazungumza na mashabiki wa Azam FC, na ziko academy na klabu mbalimbali ambazo tuna mashirikiano nazo hapa Unguja. Kwa hiyo leo angependa kuahidi vitu viwili kwa mara ya kwanza akiwa amesimama mbele yenu, mashabiki wa mpira wa miguu na mashabiki wa Azam FC ambao mmejitokeza kwa ajili ya kumsikiliza. First thing that I promise is that we will come back here to Zanzibar and we will give to the club Sulem FC 20 sets of jerseys and shorts for the small kids. Hiyo mmeelewa hiyo? Hiyo mmeelewa hiyo? Haya. Kubwa anasema academy ambayo tunaitazamia hapa Zanzibar, baada ya mashindano haya tarejea mwenyewe, na uhakika timu ya mauzo na sisi kama timu ya habari tutakuwepo. Kwanza atakabidhi seti ya jezi kwa klabu ya vijana wadogo ambayo iko hapa,
ambayo ni miongoni mwa academy ambazo huwa tunaziangalia. And the second thing that I promise, because I know in Zanzibar there is a lot of talent, young talent, we will try to pick the best player or the 2 best players in the academy to make a trial in our academy under 15 years. Hiyo nayo umeelewa hiyo, au sio? Kwenye zoezi hilo, sorry boss. First, I just wanted to clarify something here. How many set of jerseys? 20. Haya, kuna seti 20 za jezi ambazo zitaletwa kwa ajili ya academy ambazo zinaangaliwa hapa Zanzibar, lakini kipaumbele ni ile academy ambayo iko kwenye mashirikiano na Azam FC. Hiyo ni ya kwanza. Jambo la pili, kwenye vijana hawa wadogo ambao wana train kwenye hizi academy, atafanya marejeo yeye mwenyewe, atafanya coordination yeye mwenyewe. Niweke na kizungu hapo kidogo, hicho kipare sasa, niweke na kipare kidogo hapo kwamba atafanya maunganiko yeye mwenyewe ya kuangalia namna gani, na hiyo ni ahadi kwamba kuna vijana watatoka hapa kwenda kwenye academy kubwa ya kule Azam Complex Chamazi kwa ajili ya kufanya majaribio. So I hope to see you, all of you, really soon. Thank you very much for your warm welcome. It's a pleasure and see you soon. Okay, asante sana. Thank you very much. Mkubwa anasema amefurahi kuwaona na anategemea kuwaona tena kwenye mchakato utakaofuata kwa ajili ya kukamilisha ahadi zake.